mwepesi wa hasira, Baba ni mwingi wa rehema, ndivyo ulivyo. Wow. Asante. Amen. Na wengine, hebu guza mwingine. Kuna wale huwa maybe wakikumbuka, wakisikia Rose Muhando, wanasikia ule wimbo wa Ni Bebe. Wimbo huo wa Ni Bebe, walikuwa wametoa pande gani? Ama ni yes, wacha nikwambie. Ni hali ya shida. Nilipita mwaka 2007. Nilitengenezewa kesi moja mbaya kule Tanzania. Na mtu wangu wa karibu kabisa, mzee ambaye nilikuwa namwamini na sijui nisiseme, lakini usimtaje jina, ni mtumishi wa Mungu kabisa kabisa, mtumishi wa Mungu mkubwa, tena ni baba. Sasa akametengenezea kesi, lakini shida ilikuwa ni ile Yusufu aliposema nimtendeje Mungu dhambi kubwa namna hii. Sasa baada ya hivyo yakanikuta yaliyomkuta Yusufu. Atengenezewa kesi, nikafanywa vitu vingi vigumu tu, vigumu. Nikachukuliwa vitu vyangu, gari yangu, nini, kila kitu vilienda. Lakini ali target pale nilipopata mwaliko wa kwenda Amerika kuimba. Alikuwa anataka kunizuia ili niendelee kuwa mtumwa. Niwe mtumwa wake, nitumikishe anavyotaka. Nimeteseka mengi sana hata kutumikishwa na watu. Unaimba nyimbo zote hizo, pesa wanachukua. Wewe unabaki tukiwa maskini. Lakini yote sikukata tamaa. Nilisema iko siku. Maana mimi tumesema kukata tamaa ndio dhambi mbaya. Hivi kama ukata tamaa ni ile swali. Nani ulimpa dhamana maisha yako? Shetani. Labda shetani ndio umemkabidhi sasa maisha yangu nakupa. Na unafikiri ukikata tamaa shetani ndio atakupa utajiri. Kata tamaa kwa Mungu, shetani bado atadili na wewe. Katika huko utakuwa kwa tamaa. Kabisa. Maana Biblia inasema mwivi haji ili achinje na kuharibu. Kwa hiyo usifikiri akikutoa kwa Mungu atakuacha salama. Yaani unaondoka kuanzia wewe, watoto wako, na ataharibu plani ya maisha yako yote. Kwa hiyo nilipofanywa vibaya, yule mtu alikuwa anataka kabisa nisiende Amerika kabisa. Lakini mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Liza akaniambia Mungu ameniambia. Unapita. Lakini kabla ya hapo niliambiwa na mtumishi mwingine, nabii akasema baada ya miezi 4 utaachwa na kila mtu. Na kila kitu kitakugeuka. Mungu anakuandaa kwa ajili. Kwa nikitokea usimkufuru Mungu. Kweli. Nilipotokea nilinyamaza. Nidhalilisha sana. Lakini jambo moja, yule Liza akanisaidia. Akaniambia cha kila kitu chako hapa, kama kuna kesi, kuna kitu chochote, ukirudi Amerika ndio utaongea hapa. Alikuwa ni mkuu wa polisi. Nikaacha kila kitu nikaenda Amerika. Nilipofika tu mara ya kwanza Michigan nilipoalikwa, nabii akasema Mungu ananiambia una machozi mengi. Lakini kile ulichonyang'anywa usirudi kukichukua. Acha, maana Bwana anakusudia anakuja kukuinua. Kwa hiyo acha hii. Nikaenda Texas hivyo hivyo. Na mpaka ni majimbo yote 7 nikisema ni Mungu amesema. Niliporudi nilimwambia sichukui chochote, uwe na amani. Ndio nikiwa sasa siku na uchungu, natoka Michigan, moyo wangu umesononeka, watoto wangu nimewaacha nyumbani, alafu nimenyang'anywa kila kitu, sijui hatima ya watoto wangu, sijui hatima ya maisha yangu na nini. Nikamwambia Mungu, kwa sababu ya katatu kutenda dhambi ndo na tengenezewa kesi. Sasa Mungu, wewe mimi nitadili na wewe. Wewe utaangalia